Bro, there is a society definition of poverty. But my own definition of poverty is very different. Like an island. A person who does not have relationships. Uko na upungufu fulani wa kimwili, hahitaji kuomba ndo aishi. Me, I feel that is a rich person. And the level you look at yourself as a rich person, there is somebody looking at you as a poor person. A penny saved is still a fucking penny. Bro, I could not breathe properly. But when I look at my account, He's doing well. He's doing well. Bro, that thing gave me a true definition of what happiness is and what being a rich person is. I have friends who are struggling with diabetes. I have friends who are struggling with the blood pressure. But they are rich. Ukiwaambia manze unaweza pona hiyo gonjwa yako kikunywa miti shamba, anadharau. Anajiuliza miti shamba na I can go to India. Wewe mbona una crash show yetu wewe? Nilikuwa nataka msaidie mlenga. Step in at the place that we step in. No idea podcast pandering. We no fear them all. Fear them all. Yes so. Mambo vipi? Fresh barida. Kofiti? Niko poa bro. Kama kawaida. Kama ki. Masaa ndio huu hapa. Kawaida umbea. Umbea di kazi bro. Analysis. Umbea haitaki uzembe. Umbea haitaki uzembe bro. Politics ni nini? Kabisa, unajua sisi tunataka tufurahishe watu. Exactly. Umbea ile ilimpita anakuta hapa kwetu. Yes. Hapa tunaitwa aje? No idea podcast. Exactly. Hatujui tutaongea nini kwa. Yani hamwezi tu. Wanaitanga aje kupredict. Hawezi to predict. Hawezi kabisa. Kwani sisi football. While you are away. Kuna jamaa wangu amenitembelea hapa. Anafanya na hii kampuni inaitwa Slojo bro. Slojo. Huyu jamaa anaitwa Dagi amenipiga surprise moja hapa safi. Yeye amekupiga surprise bro. Blueberry for milkshake. Hatari. Leta nishike mandhari bro. Safi. Unajua hii bonge la Slojo. Bonge la Slojo, blueberry flavored milkshake syrup. Yes. Hatari sana. Na hapo tena ndio hiyo hapo. Kitu kingine hiyo. Kitu kali hiyo. Ina ni gani bro? Bado ni Slojo kampuni lakini sasa wamepiga mixture sasa. Concentrate. Raspberry na dragon fruit bro. Dragon fruit. The most expensive fruit around. Ndio hii Dagi ameniletea, amesema bro and many more to come. Sasa Dagi anacheza na Slojo na anacheza na Da Vinci. Da Vinci au wanatengeneza sasa zile za ku mix cocktails. Hizi coffee, smoothie, milkshake ndio hizi hapa. Big shout out to Dagi manze. Thanks manze, shukran manze. Kabisa. Shukran kwa kubless show manze. Na atakuja, amesema atakuja hapa siku moja. Atakuja na wide range, apige hapa. Apige hapa watu waone. Dagi most welcome manze. Anasema anataka hii kitu tunaita mixology ati BHCC inaanza. Ianze na bang. Si mambo ya tio kujaribu. Ukifanya tu hivi hii hapa. Tunasemanga we have the notes. There's no room to fail. Exactly. Alright. Niambie. So to roll hatuja introduce hii show bro. Hii ni No Idea Podcast. Yes. Okay, ladies and gentlemen, welcome to No Idea Podcast. My name is Akali the Great and my name is Dan. Alright. So Dan. Naam. Manze jana manze sijui macho ilikuwa inanipeleka huku nini but alhamdulillah nimeanza ku feel better kidogo. Chao ya Waluya nikawa ninirushia ile kitu lakini shindwe pepo chafu. Una uhakika Waluya ni wachawi? Wanashida wakizi kweli. Nimeona Jeff hapa. By the way, hujakuja na yeye atuchapie. Kuna siku tutamuita. Hizi vitu we need to hear from the horse's mouth. Safi. But nilikuwa nasikiaga Waluya wako na wale watu wa kutengeneza mvua. Kabisa wanyore bro. Rainmakers. Karibu niseme rain gods. No, they were rainmakers. To date wako wanatengeneza mvua na wanaisimamisha. Akali waacha. For real bro. Bwana mvua si ni science jamani. Unaona kama kuna uwezekano fulani. Bwana science is not even close to rituals bwana. What is science? Science is just trying to discover what rituals already perceived long time ago. Ati kina prove tu. Wacha nikwambie bro.
unaonaga kukiwa na prominent person ama unajua huko kwetu Uluyani a prominent person varies. You might think you are an MP, kumbe hawakuoni kama prominent. You are not prominent. Kuna watu wanatambulika kabisa kama wale wazee wenye tajriba na umuhimu yake katika society. Yes. Back then. Talking of mzee mwenye tajriba, sasa tuondoe uchawi hii ya kuleta mvua. Yes. Nasikia kwamba mzee Atuoli ndio kusema. Atuoli anasema wapi? Vizi juu. Nyumbani. Yaani Atuoli akisema Gideon na Kali ndio mnachagua MP. Unajua watu hawajui how powerful Atuoli is, bro. Atuoli is very powerful. Is my neighbor pale home. Familia yao. Kwa hiyo nyinyi ndio mnaenda kula ng'ombe kwa Atuoli ukicheza rumba. Atuoli anaweka watu wake vizuri. Kwani mtu hawezi kula kitu ya mkubwa wake? Tuko kwa serikali ndugu yangu. Hauwezi ita Atuoli mkubwa wenu na mjai mchagua. Atuoli hajai vie for this nini? Bro, Atuoli alisema hii kiti yote ya UMP ni ndogo kwake. Ugavana ni ndogo kwake. Labda urais ama king. Because urais naye pia amepita. Nikiangalia jamaa kuna na Boma Jennifer, jamaa kuna Boma siji wapi na hapa Kenya. Kenya kuna kazi sijui sita. Wewe asimame king of Africa. Ule jamaa akisema kama useme sahi kabisa mimi nataka kuwa MP ama mimi nataka kuwa MCA. Yes. Wacha nisijiinue sana watu wasema ati kijana anzia pale unaweza bwana sema ureso. Hadi MCA na pesa kama yangu kweli. Sema ureso. MCA anaweza difikia pesa kweli. Mimi nishaikosa pesa. You bite what you can chew, bro. Okay. Nikitaka kuwa MP, nitoe Aseka Miradi. Bwana lazima niende nione mzee Francis Atuoli. But sio kumuona ati anapelekewa kitu. Anapelekewa kitu. Blessings. Mwambie mikakati zako vile wewe umeweka nini akusikilize. Aseme this is the right person. Aone kama manifesto yako is good for the community. Yeye afanyi kitu for his own benefit. Yeye anafanya vitu for the benefit of the entire community. Yes. Huyu mzee tunamtambua sana. Watu wa nje wenye wako outside the community hawezi jua. Exactly. Vile nyinyi mlikuwa mnatambua Raila na tulikuwa mlikuwa mnamtambua. Tulikuwa ama tunamtambua hadi leo. What do you mean bana? I'm sorry, mnamtambua. Mnamtambua. So hii mli imekujaje? Hii past tense imekujaje? Because he is late, right? Who is late? Agombo spirit is with us. He is even here. The spirit of Joey. You see here where I am. He is here. Joey. Checking over me. What's happening around this boy? Okay. Now, that's what I'm trying to say. So such old men, good old men, not just any old man. Kuna old wabaya ambaye wanataka community iende chini. You know, fools grow old too. Yes. Old age is for everyone. So such good old men in society. Bwana on his burial, lazima mvua isimamishwe, bro. Haiwezi nyesha. Hata ikuje imejaa ngori aje. Lazima itulizwe. Kuja dogo. Si mnaharibu baraka sasa. Tuharibu baraka for the respect. Na ile siku anakuwa lady to rest. At sasa tumemaliza. Inapiga. Bwana inanyesha. Unajua babangu tulimngangania na mvua. Siku ya kuzika. Tulimngangania na mvua. Huyo ni mzee wa heki. Vile tu alifika tu chini hivi pap. Bishop akapiga zile maji zake za baraka. Akasoma. Lo buru kum buru tara. Bro, imeanza. Bana hatujakoroga. Sasa ni kukoroga kukimbia. Kukoroga. Sikuamini tutaweza kucement hiyo grave but tuliweza because unajua umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kabisa, that's why babangu alikuwa na wajukuu 23. So hatuchoki. Ukichoka huyu anakoroga, ukichoka anakoroga. Unajua pale kabisa huwezi leta fujo. Hauwezi. Unaweza fijwa. Pale ile mchezo unaonanga tumeenda kukosa fracas kwa sijui kwa disco matanga sijui wapi. Unaona ukolo. Unajua Kolo ako na belt ya karate. Kolo mngani? Colorado huyu. Denver, Colorado. Huyu anasomea hapa. Wewe acha.
But yanakaanga hata ukiona vile anatembea. Kesho Anakaa Denver, Colorado. Kesho ukija umuite Teko. That name I gave him. Alipiga mtu ngumi hiyo siku ya mazishi ya mzee. Nikamwambia bro, tulia. Bado uko mdogo, uko shule, ushafanya kitu kama hii. Sasa ukiwa mtu mzima utafanya vitu mbaya aje? Tuliza kabisa. But he's a good boy. Teko is a good boy. Nipeleke na mtaratara bro. On top of the hour, mimi kuna swali nimekuanga nataka kuuliza sana bro. Kuniuliza ama kuuliza walimwengu? Ama mimi pamoja na wewe ndio my think tank. Ndio nikishatoka hapa tunawaambia. Unajua sisi hii podcast yetu hatupangwi sisi. Hatupangwi. Yes. Sisi ndio tunapanga. Bro, there is a society definition of poverty. Sindio? But having experienced life and stuff, having gone to, I know you have traveled, you are someone who is well traveled. I would like to hear your definition of poverty from your own perspective, different from what we were taught in school. In school nilifundishwa what poverty is kweli. Or what the society knows. For example, can I give you my own definition of poverty? Now the society. You ndio ulifundishwa? No, what the society teaches. Versus what I know as a person. As in what I believe. Poverty, according to society, is someone who is poor, who does not have money, okay? Someone who does not have resources. Someone who lives in a grass-thatched house. Someone who lives in a grass-thatched house. Someone whose kids are going to school barefooted. Yes, of course. Such kind of, that's what we see. But my own definition of poverty is very different, bro. Having been both poor and somehow and middle class. My definition of poor is found as something totally different. It's not what people think, according to me. So we agree that opinion is like an asshole. Everybody has one. Now this is my true definition of poverty. A poor person is a person who is an island. It's like an island. A person who does not have relationships. A person who does not have maybe you could not be having maybe some parts of uko na upungufu fulani wa kimwili, ushaelewa? Like a disabled person who cannot work, who cannot move here or there, stuff wanakubebwa kieko hapo. That is my true definition of poverty. And a person mwenye hana watu, yani if anything happens to you right now, done. You don't have someone bwana, hata brother or a sister ama mtu yote anakutambua mwenye anaweza sema huyu dana ameng'ang'ana sana hata nimshike mkono. To me that is a poor person. But a rich person, anyone mwenye ako in his right state of mind na ako na mikono anaweza fanya kitu. However, hata kama anatengeneza ya siku tu peke yake, hahitaji kuomba ndo aishi. I feel that is a rich person. Na si mgonjwa. Rich person or rich depends with individual. Because at the level you look at yourself as not rich person, there is somebody looking at you as a rich person. And the level you look at yourself as a rich person, there is somebody looking at you as a poor person. Yes. He could be a millionaire but poor to someone. Yes. Putting things in a place to work is different from putting things together and not working. That is deep. Yes. People think you have billion in account, you are rich. But somebody have trillions that are outside. What we call it is not liquid. What do we call this? Whereby you have different asset rich. Yes, asset wise.
It is nowhere that somebody can say we checked on his account balance, it is reading this, and that's it. This person have invested this. I have a parcel of land worth this. He has tracts worth this. He has an island somewhere worth this. Yes. He has kids. Kids are wealth. And maybe the cattle and the poultry and all that. All these things are generating wealth. Someone who has $1 million and it is stuck in the bank, not doing anything on it. Yes. Who is poor between these two people? Someone who has $1 million in the bank. Sleeping in the bank. So wealth and poverty. You know what they say? A penny saved is still a fucking penny. I'm sorry for the F word, guys. It has to come it like that. So poverty and wealth is a state of mind. It's a state of mind. Yes. True. That's why you cannot say, because this person is living in a grass-thatched house, he is poor. But he's meeting all that suits him. He's rich at his level. Exactly. He's happy. Yes, he's happy with what he has. Talking about happiness, bro. You know that I've been having some medical condition for like a year now. Underlying. But I thank God I have recovered. Bro, during that period, bro, I could not breathe properly. I used to struggle with breath. But when I look at my account, he's doing well. He's doing well, bro. Bana, people could visit me. I buy drinks for them. I buy wanachinjwa hadi kuku, bro. Kienyeji. Nanunua pale wanachinjwa, bro. But I cannot eat. Do you know how that feels, bro? You are poor. Bro, I was poor with the money. Now you get the difference. You are poor. Health, you are nowhere. Bro, unakaa hivi ukiwa na msaki kula smoky. Na chili na that guy is a happy man. Na menunua na 30, bro. Exactly. Anasema tu pasua niweke chili kachumbari. It's doing better than me. Na sauce. Bwana, unaangalia mpesa ikiwa na 120. But you cannot eat smoky. Exactly. Unaimeza tu mate. Wasa wanafunua masoda. Unasikia tu, bro, nilimaza karibu 5 months bila kula ugali. I know. Chapati sikuwa nakula. Alafu my son, Don alikuwa ananifilisha sana. Kwanza hiyo time ndo anaishika hivi. Mama yake akimuuliza, Don unataka kula nini leo? Chapati. Papati. Na inapikwa ile inatokaga shreds, si ndio? Bro, do you know what I was eating that time? You know these green bananas? Na fermented cabbage. Bro. Very nice. Actually very nice. So, that thing is bitter, bwana. But I loved it. But fermented cabbage does wonders, bro. By the way, anyone having issues with the gut, jaribu fermented cabbage. Wakati haukuwa mgonjwa, ule mtu unaita poa, alikuwa nakula cabbage. Ule mtu unaita poa, alikuwa nakula terere, nderema and all that. And you could not think utakula hiyo. Ulikuwa unaona tu kwangu tu ni mchele, pilau, nini. Nyama choma. Do you know I cannot eat nyama choma today? So that guy was wealthy. Nikijaribu kukula choma hivi na niaribikia, bro. Bro, that thing gave me a true definition of what happiness is and what being a rich person is. Exactly. I have a very different view about life since then. I think that is what, you know, learning the hard way. Alafu kama kuna kitu yani, I said that I will never ever look down upon someone. Exactly. Don't you know the amount of money I used in hospital? Na poor man, ule unaita poor man hata endi hospitali. Na haikunisaidia, bro. Ule aendi hospitali. Si wewe ndio ulinichukua. Agonjeki. Bro, ulinichukua. Ukanipeleka chuo fulani hapa. Chama katoa dawa ya kienyeji hapo. Kasema hii
3,000 at 500 ingine ni 2k dawa ya 5k bro. Hiyo dawa ndio ilinisimamisha bro. Haikuwa kienyeji azini nimepondwa pondwa ati kunywa well packaged. Ni kitu ambayo ime undergo process. Yes. But ni herbal. Exactly. That is what he mean. Na ilinisaidia bro. Then from there I started watching my diet. Tutaje mwenye yale hapana. Huyo lazima tulipe. Huyo lazima tulipe, ni mtu anajiweza. But guys, kama uko na issue yeyote kama hizo hapo chini tu kwetu. Tuko TikTok na tuko YouTube. Anguka na andika comment tutakuelekeza pahali utapata hiyo dawa. Yes. Usisafe jo. Do you know, I realize that kuna mtu sahi, I have friends who are struggling with diabetes. I have friends who are struggling with the blood pressure. But they are rich. Eh? Why are they struggling? They are rich, bro. They are rich. Those people are poor. Sikia, they are rich to an extent that ukiwaambia manze unaweza pona hiyo gonjwa yako kikunywa miti shamba, anadharau. Anajiuliza miti shamba na I can go to India. Anadharau bro. Exactly. Then you go to India kutolewa pancreatic juice. Inaitwaje? Pancreas. Ni pancreas ama ni ile ikitolewa si pancreas, inaitwa ngaje kitu appendix. Kuna vitu wanataka kutolewa huko jijini. Appendix ndio inaweza tolewa. Pancreatic juice ikitolewa ni hivyo. There are some diseases that you can heal by just eating well and consuming a certain plant. There are diseases that you can heal by being poor. Yes, exactly. Ule mtu unaita poor is like his state of life, the way he lives can heal you from the diseases you are suffering from. So I think we have a way of defining rich. We have a way of defining rich or a poor person and a rich person. But one day, one time, life itself will train you on the true definition and will make you understand where you belong. And it will make you understand where you belong. Exactly. Adios muchachos. Step in at the place that we step in. No idea podcast pan the thing. We no fear them all. Fear them all.